Karibu. Tuambie ilikuwaje mpaka ukawa mganga wa kienyeji? Kilitokea kitu gani mpaka ukawa mganga? Tuambie jina lako, unaitwa nani? Karibu. Tumia maiki. Priska. Unaitwa Priska nani? Priska Petro. Ndiyo, ilikuwaje mpaka ukawa mganga wa kienyeji? Amen. Bwana asifiwe kabisa. Mimi kwa jina naitwa Neema Pascal. Mtoto wa mchungaji, baba yangu huyu ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ilikuwaje Priska kama mganga wa kienyeji? Hebu tuambie hapo. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amen. Priska kupata kwake kazi ya uganga wa kienyeji, tulikuwa tunasali kwenye majaribu yalijiinua upande wa mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwacha Mungu, natoka kanisani napelekesha kwenda kwenye kazi za kufanya kazi, kupanda mpunga au kupalilia palizi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeendelea na hali hiyo, nilikuwa sina yale mapambano sana ya kufunga na kuomba. Nimeendelea, baadaye pale nikasema basi nimetosha, bora niache nikae hivyo hivyo. Nilipoacha, mwanangu akainukiwa na uganga wa kienyeji. Wakaingia Wasukuma, walipokuwa wamekuja Wasukuma, wakaingia Waswahili. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tunafanya pale uganga nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanangu analagua, mimi namsimamia kwenye kazi hiyo. Watu walikuwa hawajiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakaingia Wasukuma kutoka Shinyanga na Waswahili kutoka wapi? Yaani napoongea wakaingia Wasukuma na Waswahili, yaani kuna majini ambayo yaliingia kwake, alafu kuna mizimu ya Kisukuma ikaingia kwake. Nafikiri hapo ndio tunaiweka vizuri. Endelea. Baadaye mwanangu aliendelea kulagua, ameendelea na hali hiyo. Kuna mama mmoja alikuja pale, shangazi yetu, shangazi wa mume wangu. Alipofika pale nyumbani, alikuwa na mjaribu, alikuja kulaguliwa, akawa na mtazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanangu pale, wale Waswahili walimpunja mguu yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Wakamuitia ni wakubeba. Mwezi ulioisha tumemfika. Bwana Yesu asifiwe. Wamemtembeza sana kwa waganga wa kienyeji mpaka walipeleka kwa Mamposa, lakini hawajaweza, ilishindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipoendelea, mwanangu akaolewa, nilipata majukumu mengi. Mungu na mwenyewe alinitandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ninapenda sana huduma za kuimba. Mungu ananipa nyimbo na kuhubiri neno la Mungu, lakini kazi zozote niliziacha. Lakini kwa sasa Mungu namshukuru, mwanangu niliendelea kufunga na kuomba pale nimeolewa, nikawasimamisha zile kazi zao. Nilikuwa namwambia Mungu, shughulika na mwanangu, umuokoe. Nilikuwa nafunga sana. Nimefunga sana. Baadaye nilipokuja, mwanangu aliumwa uchungu pale. Alikuwa anaumwa sana. Lakini kwa kuuma kwake nilikuwa ni lengo Mungu amuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimfungua alipoanza kuwahubiri. Ulikuwepo na mwingine shemeji yake na mkulima wangu, nao waliokoka wakauacha uganga. Hiyo nyumba ile ilienda kuokoka na wanangu wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe. Namshukuru Mungu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda kwangu. Nina wajukuu zangu pale nyumbani, wote wanasoma. Ilitokea siku moja, huyo mdogo alienda shuleni, wakati anarudi akakutana na mtu asiyemjua, akampiga ngwara kwenye njia panda, akaanguka na yule mtu asimuone. Ameendelea na hiyo hali, huyo mtoto akawa ni msumbufu sana, wakati alikuwa ni mtoto mzuri sana ambaye nilikuwa nakuja naye hata kwenye maombi, wana maombi wanamfahamu. Alikuwa anaomba vizuri sana, mpaka ninasema huyu mtoto akiendelea atakuwa vizuri. Lakini kumbe sikujua alikuwa tayari ameshatekwa. Ameendelea na hiyo hali. Siku moja wakati ameinuka kwenda kukojoa nje, aliporudi kamkuta mtu amelala kwenye kitanda, amejifunika shuka lake. Baada ya kujifunika shuka lake, akaenda chumbani, akabeba Biblia yangu, akaja akamwekea. Moja kwa moja pale yule mtu alianza kujiviringisha lile shuka, akajitupa, na pale akaonekana kwamba ni joka.
joka lile liliinuka, baadaye likakauka likapotelea mbali. Ninamshukuru Mungu, nimekaa na wale watoto, sijui naendelea kumwambia Mungu awalinde, kumbe Mungu tayari shetani alikuwa ameshawateka. Yule mwingine naye alikuwa akitoroka tu kwenye mazingira ya kutatanisha, anaondoka bila kujua yuko wapi. Wakati mwingine atalala huko, anakuja asubuhi, ukimuuliza na kuuliza, piga na kupiga, hasemi. Lakini Mungu amekuja kujidhihirisha kupitia haya maombi. Ameonekana kumbe alitekwa ufahamu, alioga maji ambayo hajulikani aliogeshwa nini huko alikokuwa ameenda kusoma. Ninamshukuru Mungu. Kitu ambacho ninachoomba, tukiwa na watoto jamani, tuangalie, hatujui wanapita kwenye changamoto gani, lakini Mungu wetu ni mwema. Tuendelee kwa kabisa mikononi mwa Bwana na Bwana atatenda. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu ametenda matendo makuu. Ilikuwa jana nilikuja nikaleta watoto wangu kwenye maombezi. Mtoto wangu alikuwa na shida ya ugonjwa wa kitandani. Yaani ilikuwa wakati wewe watoto ni wadogo, kwa wapanga wanajisaidia, baadaye mtoto anafikia kipindi anaacha. Haitaki kujisaidia na kuamsha. Sasa ilikuwa yule mtoto wa kwanza ukizaa mtoto wa pili, unakuta yule mwingine hakojoi. Sasa yule mtoto wa pili unapomzaa akaacha kukojoa yeye, ndipo mtoto wa yule mwingine mkubwa ndo anaanza kukojoa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, kama magodoro kweli yameisha. Tulijaribu kuwatandika lakini haikuwezekana. Ila kwa wakati wa Mungu, jana nilipokuja nikamwelezea mtumishi wa Mungu, akafanya maombi, akasema hawatakojoa, utakuja utoe ushuhuda kesho. Asubuhi nimeamka naenda ukagua, wewe umekojoa? Asema sijakojoa. Namshukuru Mungu, ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumshangilie Yesu. Maliza kule kwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu, yeye ni mwema, ni mwaminifu, amenitendea mambo makubwa. Tangu 2024 hata leo 26 nimeamka nikiwa mzima kabisa. Jana nilipofanyiwa huduma na mtumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Kitu gani kilitokea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani chanzo, niliumwa nyoka mesi kumwona. Nilikuwa shamba nikifyeka miti. Baada ya kuumwa nikaona kama kitu kinawasha kwenye mguu. Nikapotezea, nikaendelea kumwomba Mungu. Tunaendelea tu kufanya kazi shambani, ila moyo haukutulia. Nikajua kabisa yani kimeniuma, ni kitu cha hatari. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye tukarudi nyumbani, tumepika, tukala chakula. Jioni tukarudi tena shambani, lakini moyo hautulii. Kimeniuma kitu gani mpaka sasa kinawasha? Saa 3 nilipoenda kulala, uchungu ndio ukawaka sasa kutoka mguuni kuja kifuani. Nikajua huyu ni nyoka ameniuma. Nikaanza kukemea, nimekemea. Nilikesha ninalia. Ninaomba toba tu, lakini Mungu ninaomba tu nisamee mahali nilipokosea. Kitu gani kimening'ata? Bwana Yesu asiwe. Amen. Nimekaa na hali hiyo hata siku 7 nimekaa nayo hiyo hali. Kumbe uchungu unaendelea kufanya kazi ya mguu. Baadaye mguu ukaoza. Ulipooza wakaniambia kwamba nenda hospitalini ukafanyiwe operation. Nikawaambia siendi. Nikienda unaenda kukatwa huu mguu. Nikaendelea kumuomba Mungu. Nimeendelea kumuomba Mungu. Baadaye shetani akasema sijamwona ambaye aliyekung'ata. Ngoja tukuletee sasa muone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekaa, ilikuwa mida ya saa 2 asubuhi. Nimenyosha miguu. Ndikuwa watu wawili. Mwenzangu akasema kwamba mimi nimechoka kukaa chini, nikae kwenye kiti juu. Amekaa kwenye kiti juu kama ameandika. Naitwa Anastasia Yunga. Mzaliwa wa Sabu Bariadi huko Simiyu. Huyu mtoto wangu anaitwa Joseph Emmanuel Sai. Baba yake ni wa Masewa huko Bariadi. Mimi mtoto huyu kwa kweli nimebeba mimba nikabeba mpaka ikafika, sijaona hata tatizo lolote. Na kujifungua nimejifungulia ndani tu mimi peke yangu. Nikamzaa mtoto, alipofikisha kama miezi 3 nikamuona anaanza kubadilika macho. Macho yake yakawa ya buluu kama zile vitu mnazoviona. Nikashtukia kwa huyu mtoto amefanyaje? Na kulialia sasa. Nikampeleka hospitali, kuna hospitali kule Somanda. Maana mimi kuishi kwangu kabisa ni huko Bariadi na familia yangu iko huko Bariadi.
Kwa hiyo nilipopeleka hospitali Somanda wakasema kwamba hii ni michango. Nikasema na haya macho hii ni michango. Nikaondoka hapo wakanipa dawa nikarudi nyumbani. Akaendelea kulia tu mtoto. Kuamkia macho yamevimba yote yanataka na kutoka. Tukarudi tena hospitali wakanituma kwenda Muhimbili. Muhimbili yuko nilipofika wakasema hii ni presha ya macho. Mishipa mikubwa ina tatizo. Wakaanza kumtibu huko, walimfanyia operation mwezi wa 4, walimfanyia tarehe 3. Wakamfanyia operation huko Muhimbili akiwa na miezi 8. Kwa hiyo hapa alipofanyia operation ukasema uendelee atafunguka tu. Maana hiyo operation sio kutibu kwa haraka, ni kutibu kwa pole. Tukitibu haraka tunaua macho. Maana mishipa mikubwa ina matatizo. Nikarudi nyumbani, nikakaa ikafika tarehe, nikaishiwa kwamba nitoe wapi. Ikabidi niwaulize niende Bugando. Wakasema tutakukuta Bugando, wakanipa tarehe, wakanikuta Bugando wakamfanyia tena operation. Tena operation ya pili tena alifanywa pale Bugando. Amefanywa kama operation 3. Huyu mtoto sasa ana vituko, ana nguvu nyingi kabisa. Niseme kwamba hata huyu baba wanapambana asimweze. Na huko Muhimbili wasema tumpunguzie nguvu, akakataa kwamba hapana. Hatujajua makusudi ya Mungu. Na mimi mwenyewe akiamua hapa simwezi. Alafu akitaka kufanya maneno yake na kuongelesha kama mtu mkubwa. Kumbe anasumbuliwa na mizimu. Kuja baba yake amekataa kata kuingia kanisani. Mimi nikamwambia tuingie kanisani, akaniruhusu. Nikaenda. Nilipoenda kanisani na sali hivyo baba yake akafariki. Yale makangarakata yote ni kijana mkubwa. Akabebesha yote akaja kaweka kichwani mwangu. Nikamwambia ungeatoa mimi ninataka nisimame kwa ajili ya mwanangu. Akasema hapana. Acha hayo mizimu yetu. Na mpaka wa leo ipo kabisa kule Bariati. Ipo mbele ya kitandani mwangu. Nikamwambia kwamba ungenisaidia ili nimrudie Yesu na wewe mrudie Yesu. Hayo ni ya kuchoma tu au kuyakataa. Akasema siwezi nikakataa mizimu yetu. Mimi nataka mwanangu kama anatakiwa kuagua ague. Nikamwambia hapana, sitaki. Mimi nikaokoka kanisa huko Church of God na nikachaguliwa nikawa mzee wa kanisa. Nikaendelea na uzee wa kanisa, lakini kwa kweli nilikuwa sijasimama, sijui kwa ajili ya hayo, sijui kwa nini, sijui Mungu alikuwa hajaamua kwamba nifunguke. Nilikuwa napiga sawa nikitaka kwenda kwa waganga naenda tu. Nikimuona baba ananiambia mama nikupe shingapi, naenda tu kuzini. Nilikuwa niko Misri kabisa, lakini naenda kusimama madhabahu kwa Mungu. Kwa kweli naomba Mungu anirehemu. Yote nilikuwa nafanya ya kipagani, mambo ya kipagani. Naishiwa hela nakimbia kutafuta, unakopa madeni, unaenda hospitali, ukirudi nyumbani mama huyu hana kazi. Hayo madeni ukienda unakopa kwenye makampuni, unaendelea kudaiwa tu. Unakuwa kukimbia na madeni. Huko hapa una madeni, huko hapa una madeni. Na mpaka leo nimekuja Tabora kutafuta kwamba nyingine nikata nirudi hospitali, nyingine ikalipe kwenye madeni. Nisipowezesha huko nakopa natuma kwenye hospitali. Nimerundikana madeni, nilikuwa na milioni 4 na kitu madeni. Sasa hivi nimetafuta kwa watu, nimepata nikalipa, nimebakiza milioni 1.3. Inatakiwa madeni huko Bariadi. Nimeishiwa kabisa hapo nyumbani, kila chochote nimekosa. Baba amekatalia Misiri. Ameniambia mama mmoja anaitwa Ana. Nikamkuta huko Nzega wiki iliyopita. Akaniuliza na huyu ameanzaje? Nikamweleza, akasema mama utachoka. Utarundikwa na madeni kwa ajili ya mtoto. Hapo kuna watu wamekuona huyu mtoto, wamemuona vipi, wakakurundikia mpaka wamekuweka wakukimbia. Wewe hautazeeka mpaka uzee wako utakufa na madeni. Hebu mrudie Mungu. Kuna mtumishi mmoja, shika hii namba, uishikilie kabisa hii namba, utafute huyu mtumishi, umpate. Mimi nilichizika, watoto wangu walikuwa na matatizo, huyo mchungaji alinifungua. Kuanzia siku hiyo, nikaondoka kabisa Nzega. Nikarudi Tabora kwa dadangu huko, ili nikarudi nyumbani kabisa. Nikasema nimtafute huyu mtumishi, kupitia huyu mtumishi hata na hizo deni nitamaliza tu. Mungu atanisaidia, nitamaliza hata hizo deni. Na nitaacha kurudi huko Muhimbili, nitakuwa na mimi mama wa ndani. Naomba Mungu tu anifutie madeni, anipatie jinsi ya kwamba nitapata vipi